apewe sifa. Amen. Naomba tukamwangalie, tukasome Ayubu sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Mtu mmoja akasomea. Ayubu sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tasoma. Ndio. Alikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7. Ngoja kwanza, anza upya. Taratibu. Anza upya taratibu. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Tulia. Anaposema mkamilifu ni mtu ambaye ametimia katika viwango vya kiungu. Sawa? Katika viwango vya kiungu, Mungu akiangalia anaona mtu aliyetimia. Ametimia kivipi? Ametimia katika mazingira yote. Sawa? Ametimia katika mazingira yote niliyofundisha. Ametimia kifahamu, ametimia kiroho, ukuaji wa kiroho. Sawa? Ametimia kiuchumi, ametimia kimazingira. Halo? Ametimia kiakili, ametimia kiuchumi, amekuwa kiufahamu, ana mazingira bora, ana fedha. Mungu akasema mkamilifu. Hakuna kama yeye. Mwenye kumcha Mungu na kuepuka nini? Uovu. Rudia tena. Yes. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Peke yake katika nchi. Peke yake katika nini? Katika nchi. Yeye katika nchi peke yake ndio ambaye alimcha Mungu. Mstari wa 2. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Sawa? Wa upande wapi? Wa mashariki. Kwa huyu katika eneo la bara la Asia Mashariki alikuwa ni mtu mkuu sana. Kutokana na nini? Jinsi ambavyo Mungu alimzidisha. Jinsi ambavyo Mungu afanya alimzidisha. Jinsi ambavyo Mungu alimzidisha. Endelea mstari wa 5. Kwanza 5. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia. Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hawana wanangu. Rudia tena. Rudia hapo. Kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao,
ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Asante. Sasa unaona sifa ya utajiri wa Ayubu. Sifa ya utajiri wa Ayubu. Ndio maana nasema mtu ambaye ili Mungu afanye kazi na mtu ana mwanadamu roho. Sawa? Ana watoto na wafanyakazi wengi. Lakini kila siku baada ya sherehe kuisha, Ayubu anaamka asubuhi, anaenda anasongeza sadaka ya kuteketeza. Anaomba kwa ajili ya mwanae. Anatoa sadaka kwa ajili ya nani? Mwanae. Akidhani akifikiri kwamba inawezekana aidha wamemkosea Mungu wapi? Moyoni. Kwa utajiri wa Ayubu ulitumika kwa ajili ya Bwana. Halo. Utajiri wa Ayubu ulikuwa unatumika kwa ajili ya Bwana. Akawa anasongeza sadaka. Anatoa sadaka kwa ajili yao. Akisema inawezekana wamekosea Mungu, akiomba kwa ajili yao. Sio kwamba alikuwa na utajiri akasema basi wewe mtoto wangu niende. Hapana, alielekeza. Sasa ukisoma mstari wa 9, uone raha ya mtu aliyebarikiwa. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yu amcha Bwana bure? Mstari wa 10, wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote. Bwana kusisalo raha maneno wewe. Bwana soma mwenyewe. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake inaongezeka katika nchi. Mbona hata Shetani, nisikize kwa makini, hata Shetani anajua mtu ambaye amebarikiwa jinsi ambavyo anamcha Mungu. Halo? Umeona hapo hoja za Shetani mbele nani? Ya Mungu. Anamwambia wewe, Mungu, huyu Ayubu ana ng'ombe, ana kondoo, ana punda, watoto umebariki, umempa watoto wazuri, kila kitu umempa, umemlinda na umemzingira. Sawa? Umemzingira, ataacha kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sio umeelewa kitu hapo? Asema umemzingira, umemfunika, hamna magonjwa. Maana moja baraka ilikosekana kwa magonjwa. Yaani moja ya kitu ambacho ni baraka ni magonjwa, kuondoa magonjwa. Hamna magonjwa, hana kitu chochote ambacho kinamsumbua, atake kuabudu. Shetani anaenda na hoja hizo mbele za nani? Za Mungu. Haiwezekani. Akamwambia unafikiri kule kuabudu kwa Ayubu? Jamani, kule kuabudu kwa Ayubu anamwambia unafikiri ni bure? Sio bure. Mungu kuna vitu umefanya kwake. Kuna vitu umewekeza. Ndio maana anafanya haya. Bwana asifiwe. Na ni kweli Mungu aliwekeza, wewe ni uongo. Ni uongo. Kweli. Unajua sababu kuna mtu mwingine anasema kwa kweli. Sababu kuna mtu anasema nini? Ni kweli Mungu aliwekeza kwa Ayubu. Sio kwamba kila kitu alichokisema Shetani kilikuwa kwamba kila kitu alikuwa anasema uongo. No, mtu mwingine alikuwa anapilisha maandiko. Alimwambia Hawa, eti kila mtu utakufa. Kila matunda utakufa. Si kweli? Kweli. Ndio. Kwamba kila Mungu alikwambia kila mtakufa. Lakini kama hivi kila mtakufa, anageuza. Na hapa ni kwamba kweli Mungu alibariki Ayubu. Na hakubariki mwilini, alianzia rohoni. Alipomshikisha rohoni, akaja mwilini. Na ndio maana hapa Mungu anatoa mstari wa 10 anasemaje? Ngoja tusome. Mstari wa 11. Mstari wa 11 unasemaje? Lakini nyosha mkono wako sasa. Uyaguse hayo yote aliyo nayo. Sawa. Naye atakukufuru mbele za uso wako.
mstari wa 12. Ndio. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote aliyo nayo yamo katika uwezo wako. Ndio. Lakini usinyooshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Sikia. Mbona Shetani anamwambia Mungu, hakujua kwamba kanuni iliyotumika, sawa, kanuni iliyotumika ni kanuni ya kumtajirisha kuanzia rohoni. Unajua kuna kupata pesa, kuwa na mali kwa mwilini, huko hakumtishi Mungu wala kumtishi Shetani. Kunapomtisha Shetani ni mtu tangia rohoni amebarikiwa. Amina. Blessings za rohoni ambazo Efeso anasema alitubariki katika ulimwengu wa roho. Hizo ndio ambazo zinamtisha Shetani, kwamba yani hata kama nilikuwa na bilioni hapa, ikiondoka still Mungu anabaki yuko pale pale na nguvu zake. Na heshima yake kwangu inabaki pale pale. Sawa? Heshima ya Mungu inabaki vile vile. Ukisoma habari za Ibrahim, Mungu alibariki akampa Isaka. Akampa nani? Isaka. Katoto kamoja kama pembe ya nini? Ya kifaru. Alafu Mungu akamwambia Ibrahim, nipe Isaka. Nipe hii baraka nilokupa. Hello. Amen. Nipe hii baraka nilokupa. Naitaka. Ibrahimu akapiga hesabu, nilimpata kutoka kwako. Sawa? Nilimpata kutoka kwa nani? Kwako. Kwa hiyo kama unataka nakupa. Na hata kama ukimchukua, najua kabisa hata kwenye mavumbi unaweza kumlipa. Kama ulilipa, maana mimi nijue kwamba Ibrahimu alipiga hesabu. Akajua mke wangu mzee, mimi mzee, bado tulipata mtoto. Kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Sasa kama tulipata uzeeni, basi hata anaweza kufanya muujiza wote tukapata, maana sisi tulikuwa sio kupata mtoto. Amina. Kwa sifa. Amina. Sisi tulikuwa sio kupata mtoto, tumepata. Sasa aliyetupa na uchukua nikatae. Kwa Ayubu alipoona mali zimeondoka, haikumsumbua. Kwa nini? Rohoni. Ukisoma Mwanzo sura ya 15, Mungu anamwambia Ibrahim, nenda mbele zangu ukawe mkamilifu. Sawa? Ukawe nani? Mkamilifu. Akaweka agano naye. Akamwambia, kwa nini sikubariki mtoto sasa hivi mapema? Sikiliza. Akamwambia, chukua wanyama haya wawili. Sijui pasua, weka nje hapo. Kaa angalia, linda. Akalinda mpaka usiku wa 8. Sawa? Mpaka giza ikaingia. Akamwambia, sikiliza Ibrahim, sina haraka. Maana ninajua uzao wako utaondoka. Utaenda wapi? Misri. Utatumikishwa, alafu utarudi hapa. Amina. Sasa siwezi kufanya haraka, maana nataka ile ukirudi hapa, hawa Waamori wanaotawala nchi, wao wametimia kiwango cha kuwapiga mimi. Nikifanya sasa hivi haraka, nikupe mtoto mara alafu apeleke Misri, akirudi hapa, jamaa hajafanya dhambi za kutosha mimi kuondoa, na mimi natumia kanuni. Siwezi kuondoa kama hajafanya nini? Ngopo kutosha. Kwa muda mwingine hata kuchelewa kwa Ibrahim kuzaa ni kwa sababu kasokana na Waamori. Si unajua hilo? Mama Debora anajua hilo? Hapana. Ni kwamba katika ile nchi kulikuwa kuna taifa linaitwa Waamori. Na walitakiwa waondoke wampishe Ibrahim nchi. Lakini walikuwa ni nchi ya kihalali. Walikaa ile nchi katika uhalali kabisa. Na Mungu hawezi kumwondoa mtu akiwa ana nini? Ana vigezo, hajaribu vigezo. Kwa Mungu alimwambia Ibrahim, watoto wako wataenda Misri. Watakaa mpaka kizazi cha 4 ndio kitarudi hapa. Maana uongo wa Waamori utakuwa umetimia. Ili sasa niwaondoe murithi. Leo hii kuondoa watasema Mungu umetuonea, hatuna kosa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ayubu utajiri wake ulianzia rohoni.
Mungu alibariki rohoni. Akawa mtu ambaye anamwasa Mungu, anafikiri Mungu, kipaumbele chake ni Mungu. Hata watoto walipofanya ibada, akaja akatoa sadaka akisema kwamba watoto wangu wanaendelea kufanya nini? Wamekufuru Mungu. Sasa shetani anamwambia, unafikiri mtu anakucha bure kukupenda kwa huyu kwa sababu umebariki. Angalia, umempa watoto wazuri. Halo, umempa ng'ombe, umempa punda, hana magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Hana magonjwa huyu. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amina. Anaomba, lakini nyoosha mkono wako sasa, uyagushe hayo yote alionayo, naye atakufuru mbele za uso wako. Shetani anafundisha Mungu. Anafundisha nani? Mungu. Akawa Mungu, sikiliza. Sio nataka uone jinsi Ayubu alivyobaya. Nyosha mkono wako sasa. Piga hao ng'ombe. Piga hao punda. Piga hizo mali zake, piga watoto. Atakufuru mbele zako. Na ndivyo ilivyo leo. Tunakosea sana. Mtu akifa tunalia mpaka tunakufuru. Unaelewa nasema? Mtu akifa, Mungu amechukua mtu wake. Amechukua mtu wake. Sisi tunabakia tunakufuru. Tunalia. Yaani inakote tunalia. Hatufanyi kitu ni kulia. Kuna ujinga. Bwana apewe sifa. Ndio, kufiwa kunauma. Lakini kuna kitu kinaitwa self control. Kipindi Daudi mtoto wake anaumwa, Daudi alifunga. Wakati unajua hilo, alifunga. Kipindi mtoto wake amekufa, Daudi aliendelea kufunga? Hapana. Alifungua. Akafanya nini? Akala. Si ndio? Akaulizwa vipi? Akasema yeye amekwenda, hawezi kurudi tena. Mimi nitakwenda wapi? Huko. Mimi ndio nitakaenda huko, sio yeye kurudi tena. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anaweza ikawa amekubariki na kitu fulani, amekupa kitu fulani, wewe unaweza kufikiri mbona niko hivi. No, ni baraka hiyo. Halo, usiwaze tofauti. Mungu ana njia nyingi za kubariki mtu. Amina. Halo. Nilitoa mfano siku moja. Nikasema mtu mmoja alikuwa maskini. Kwa maskini na alikuwa ni mlokole. Lakini alikuwa na mabinti wake wazuri watano. Sasa kama nakuja ibadani sana kipindi hicho ambapo hana pesa, binti wakakuwa, watu wakaenda kutumbia. Binti wazuri, watu wakatoa ng'ombe za kutosha. Mzee akawa ng'ombe za kutosha. Sasa ikablazimu kila siku Jumapili kwenda kufuga nini? Ng'ombe asubuhi kabla kwenda kanisani. Kwa hiyo anaenda anachunga ng'ombe, alafu anaenda ibadani. Ng'ombe na zaidi kaongezeka. Kwa kabidi aache sasa kwenda kanisani, kazi yake tukasimamia yale jozi la ng'ombe lile kila wakati. Amebarikiwa. Akanunua na pickup kwa ajili ya majani. Kwa huku akishafunga ng'ombe anaenda kutafuta majani, anahangaika na nini. Swala kanisani likafanya nini? Likafa. Sasa tunapata fundisho. Kuna vitu vinakuja au vinaweza ukawa havipo, lakini vikaja vikakuondoa kwa Mungu. Na kuna vitu vinakuja vinakusemea na Mungu. Halo? Kuna vitu unaweza ukawa navyo kipindi huna, ukawa juhudi na Mungu. Siku kwa navyo juhudi na Mungu ukawa haipo tena. Halo?
Halo. Amen. Halo. Amen. Halo. Amina. Bwana pewe sifa. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Kipindi Sara yuko na Ibrahim. Yuko na Ibrahim. Anamwambia Ibrahim, nenda kwa Hajiri tujipatie mtoto. Na ilikuwa ni sheria, alikuwa ni kanuni. Na ilikuwa katika tamaduni zao sawa kabisa. Yaani sio kwamba Ibrahim alikosea. Ni kwamba alizaa Hagai nani Hajiri alizaa mguri mwanani? Sara. Ilikuwa ni kibila na ilikuwa inakubalika. Na kumbuka walikuwa na ngozo na mila. Hawakuwa ngozo na sheria, ni mila. Sawa? Wakapata mtoto yuko nani? Ishmaeli. Ishmaeli Sara alimpenda. Lakini alipopata Isaka, Ishmaeli akawa nani? Adui. Kwa sifa. Akawa nani? Adui. Hajiri akawa nani? Adui. Kipindi hajapata ujauzito, rafiki. Alipopata ujauzito kipapa. Tayari baraka zimegeuka nini? Majani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo Mungu lazima akukomaze, akutengeneze rohoni, ili jambo linapokuja ujue na kuhendo. Shetani anamwambia Mungu, anafundisha Mungu kazi, anamwambia hebu gusa huyo Ayubu. Si unaringia Ayubu, hebu gusa. Mungu akamwambia Shetani, vyote viko wapi? Una uwezo navyo. Nisikilize kwa makini. Nisikilize. Jamani, nataka kufundisha vizuri nielewe. Mali, utajiri, wote Shetani ana uwezo juu yake kuharibu. Sawa? Ana uwezo juu yake kuharibu kama protection, ulinzi wa Mungu ukiondolewa. Na ndio maana ukisoma hiyo message akamwambia nyosha mkono. Nyosha mkono. Alimwomba kwanza nyosha mkono. Shetani anamwomba nani? Mungu. Kwamba aondoe mkono, aondoe ulinzi. Mungu akaondoa ulinzi. Akamwambia sawa, akaondoa ulinzi. Utaweza kupiga mali, lakini habari ya roho hamna. Halo? Amina. Sio umeelewa vizuri? Amina. Halo? Amina. Halo? Amen. Yaani anaweza akapiga mali. Mungu anaweza kachilia akapiga mali. Kwa sababu kuna shule hapo. Mungu anaweza kupitia shule. Lakini habari ya roho iliyobarikiwa hawezi. Akamwambia nyosha mkono, gusa. Kama hata kukufuru, yaani kama hata kutukana mbele za watu. Narudia tena. Tuna Mungu anatubariki watu, watoto, jamaa na marafiki. Safi kabisa. Siku Mungu akimchukua mmoja kifaa, tunakufuru. Tunafanya? Tunakufuru. Tunalia, tunanung'unika kama vile Mungu kamonea. Lakini ni Mungu wakati wa mtu kuondoka umefika. Unajua muda mwingine hata hivi misiba inapotokea tunapogaragara tunapolia pale Mungu anaangalia. Na muda mwingine anacheka. Muda mwingine anafanya nini? Anacheka. Kwa sababu gani? Ndio maana katika Efeso anasema tusiwe kama ni, yani sio kama ndio watu tunatumaini. Wewe tumaini. Mtu anapokufa mfariki amelala. Siku ya mwisho Mungu atamwinua. Sawa? Amelala. Na ndio maana mkute Yakobo kabla ya kufa aliita watoto wake wote. Akamwambia njoo watoto wangu, watoto wa Israeli njoo wote. Akatoa nini? Baraka. Akatamka baraka. Akabariki. Maana amemaliza shughuli duniani. Yusufu akatoa maelekezo. Akasema nikifa chukueni mwili wangu muhifadhi. Siku mtakapo Bwana atakapoajilia, mkienda kwenye nchi yenu bebeni mifupa yangu. Mtu aliyebarikiwa ndio alivyo hivyo. Haleluya. Bwana kwa sifa. Mtu aliyebarikiwa. Yesu
issue ya kufa hii, si issue ya kuhangaika sana kwanza kuomboleza. Yaani leo hii kwanza kifo changu kitakuwaje? Kitakuja tu. Ukiwaza swali kitakuja. Cha msingi ya dawa. Shetani akamwambia Mungu, nyoosha mkono. Piga. Mungu akamwambia Shetani, kila kitu kiko katika uwezo wako. Kasoro mwili wake Yesu. Naomba tusome kuanzia mstari wa pili, sura ya pili. Tusome ule sura ya kwanza mstari wa 19. Sura ya 19. Sura ya kwanza mstari wa 19. Ndio, sura ya 19. Maana tazama, upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani, ukaipiga hiyo nyumba pembe zake 4, nayo ikaangukia hao vijana, nao wamekufa. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Watoto wapendwa, wanani hao? Wa Ayubu wamekufa. Mmoja sio mtoto, ni mmoja katika wale waliokuwepo kwenye hicho kikao. Ndiye amekuja peke yake kuleta habari. Kuleta nini? Habari. Sasa sikiliza maneno ya tajiri hapa. Sikiliza maneno ya tajiri sura 20. Ndipo Ayubu akainuka akalalua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana ametoa, jina la Bwana. Unaweza kusema maneno hayo wewe? Tajiri huyo aliyeshiba asema jina la Bwana libarikiwe. Watoto wamekufa, wewe hapo ndio umefiwa na watoto 4. Tukutu mpaka kaburi unataka kuzama ndani. Ni kamata unataka ukazikwe nao. Haleluya. Kumjua Mungu kuna utofauti sana. Tunao ni kitu kizuri sana kumjua Mungu. Ayubu anasujudia, yani anarudisha ibada kwa aliyechukua. Anaambia jina lako libarikiwe. Anamsifia Mungu. Asante umechukua wanangu. Najua nilizaliwa mimi peke yangu, nikiwa sina hata nguo. Hizi nguo nimezipata hapa, umenipa wewe. Na hawa watoto umenipa wewe. Utajiri umenipa wewe. Ukichukua sawa. Leo hii tukisema hapa tuna mchango tu wa shilingi 10,000 unaanza kuwaza. Wakati alikufa ni nani? Si amechukua leo kufa? Si anataka leo kufa? Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Si anataka leo kufa? Kama kuna utoaji mgumu, ni utoaji wa mtoto. Utoaji mgumu ni uhai wa mtu. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda nini? Akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Moja ya baraka ambayo Mungu ametubariki nayo ni uzima wa milele. Halo? Moja ya baraka kubwa kuliko zote duniani ni uzima wa milele, au mtu kuokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu kama uko na nyumbu kibao, lakini kama uliokolewa bure kabisa. Nilikufundisha juzi hapa jinsi ambavyo roho za watu ambao hawaokoka zipo wapi na watorokoka zipo wapi katika ulimwengu wa roho. Nilikufundisha. Nikakwambia hivi, katika ulimwengu wa roho wa shetani
Yaani kule wanalingiana renki kama ulimwengu wa roho. Kimungu tunalingiana renki. Hatufanani renki. Ken hawezi kufanana na Maliki. Wala hawezi kufanana na Anti. Wana Kristina kila mtu na renki yake kiroho. Ndio maana huyu anaweza akaomba masaa 6, huyu akaomba saa 1, huyu akafunga wiki, huyu akafunga siku 2. Huyu akasoma neno, huyu hawezi kusoma neno. Ni renki. Na katika ulimwengu wa giza ni renki pia. Ndio maana unakuta huyu analogwa, huyu analoga. Huyu anaua, huyu anauawa. Why? Ni renki. Hivyo hivyo. Kuna ambaye ana uwezo wa kuua, mwingine hana uwezo wa kuua. Katika ufalme wa giza pia. Kuna mwenye uwezo wa kuloga na kuna mwenye uwezo wa kuagua. Kwa ufalme wa giza. Mwenendo mzuri. Na katika ufalme wa nuru pia hivyo. Kuna huyu anaweza kaombea mtu akapona, huyu hawezi. Kuna huyu anaweza kanena kwa lugha, huyu haneni. Kuna huyu anaweza kafunga, huyu hawezi. Renki. Bwana Bwana sifa. Ni renki. Haleluya. Amen. Bwana Bwana sifa. Amen. Bwana Bwana sifa. Amen. Kwa hiyo watoto wa Ayubu wamekufa. Ambayo ndio baraka ilikuwa namba 1 kwake. Watoto wameondoka. Maana mali zote alizokuwa nazo alikuwa ndio warisi na nani? Watoto. Mamsi akakolea mapema na nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anamwambia Ibrahim, nitolee mwanao sadaka. Wakati sura ya 15 Ibrahim anasema mimi ninakwenda peke yangu, sina mrithi. Huyo Elia anasema nani? Eleze Damascus atakayeisi. Mungu akamwambia atakayeisi ni mtoto atakayetoka katika duno. Maana Ibrahim alikuwa tajiri. Alafu anaambiwa haya Ibrahim, leta katoto kako, andaa madhabahu chinja, alafu choma nisikie harufu. Haleluya. Amen. Wakina mama mpo? Mpo. Kasikia hapo miezi 9. Miezi 9. Mwezi 9 nimeenda mimi leba. Mimi nimekaa tumbi pale. Mimi hapana. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ibrahimu akamchukua mwanae. Na mtoto alijua kabisa baba tunaenda kutoa sadaka. Anamwambia baba, mbona tuna kuni, tuna moto? Sadaka iko wapi mwana? Baba. Mtoto anakuuliza barabarani. Jana tulipotelewa na mtoto ndani ya dakika 15. Sura zilibadilika. Yaani tulibadilika. Yaani niliwaza mambo mengi. Tulikuwa tunapishana kwa habari kama vile rangizi ndege za kipita. Yaani mchungaji anapiga wewe umepita, tumeenda kwenye visima kule, tumezunguka karibu tumalize Temea. Jana nusu saa. Jana nini? Nusu saa. Sasa mtoto unajua kabisa unaenda kumchinja. Unaenda kumchinja alafu anakuuliza, "Baba, kuni tunazo. Moto tunao. Sadaka iko wapi?" Na wewe unajua unaenda kumchinja mwanao. Haleluya. Amen. Na huyu mtoto ndio unajua kabisa anakwenda kurithi nini? Tajiri wako. Na Mungu asema nitakuzidisha utakuwa taifa kubwa. Amekuonyesha nyota za mbinguni zilivyo. Akakupeleka akwambia hesabu mchanga huu watoto wako watakuwa hivi. Hapo unaenda kukatoa. Na wewe ni mzee kabisa sasa hivi. Mkako ni mzee kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uwe ni umekomaa rohoni. Haleluya. Tunamwona Ayubu, watoto wafanini wamekufa, anasujudu, anamshukuru nani? Mungu. Hajatulia, wanaanza sasa kuja mmoja mmoja. Yaani anatoka cha kwanza hajatulia, wa pili anaingia. Hajatulia, watatu wanaingia. Hajatulia, wale wanaingia. Kama hujapigwa pressure hapo ni nini? Stroke sasa hapo nakuja hapo. Unakufa. Stroke bado hapo. Stroke bado ya kutafuta.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kennedy, unaambiwa kule shamba limeungua lote na mpunga. Hujatulia, mbuzi wako wote wamekufa na mdondo. Kuku wote wamekufa na kidemu. Rohoni. Na kwamba utajiri kama rohoni hujabarikiwa, usitaki utajiri. Sawa Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu kila tajiri lazima kwanza baraka zianze rohoni. Rohoni huwezi kutoshelezwa. Na ufundisho mazingira yote. Mazingira yote yajue. Kama hujafuru hapa, hujafika hiyo viwango, unaweza uwepo kanisani au uwepo kwa Mungu na ufe na makufi na maskini wako. Na sio za kuenda mbinguni. Na mbinguni. Lakini Mungu amechekecha kanuni. Nikimpiga kigari kimoja huyu Bernard, nikimpiga kigari kimoja huyu Bernard huyu, mabinti boko watahama wote nyumbani. Anakuminya. Wewe kila siku nikupiga tu Mungu. Hata hiyo ndio dada yule kwa shida. Ili uendelee kukaa. Ili uendelee kudumu kwake. Lakini ukimarika kiroho anachilia. Amina. Halo. 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 Haya. Tumemwona Ayubu. Sawa? Baada ya mtu wa kwanza kuja anamwambia nyumba ilipigwa, upepo ulivuma ukapiga nyumba, vijana wako wote wamefanya nini? Wamekufa. Biblia inasema mstari wa 20, ndipo Ayubu akainuka akararua joo lake, kisha akanua kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akisema mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu ni uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sawa? Msamaria katika mambo yote, haya yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwambia Mungu kwa pumbavu. Wala kumwambia Mungu kwa pumbavu. Sawa? Wala kumwambia Mungu nini? Na kama kuna watu tunakosea ni sisi wa Kristo. Na hivi simtimbia sasa hivi kuposti marehemu, Mungu amekuchukua, tunalalamika kama vile Mungu gaidi fulani kafanya. Yaani baba we miss you, baba we miss you, baba we miss you. Wewe. Ayubu angesemaje sasa? Ayubu asemeje? Siku moja watoto wameanguka. Sawa? Na ni tajiri. Siku moja wameanguka. Siku ya pili wanyama, sio punda, sio ngamia, kila kitu kimeisha. Kama angekuwa na posti, angeposti sana. Maana sasa angekuwa na posti watoto, na posti punda, na posti ng'ombe, na posti mpaka mwisho angeposti na ngozi yake, maana yeye pia alikuja kapigwa. Sisi hatujui tunachokifanya. Tuna ufahamu wa kimungu dogo mno. Mtu anapiga picha akaenda kwa kaburi kalala hivi. Sasa ya nini? Haleluya. Yani mwishoni tutaburi makaburi. Mwishoni tutaanza kaburi. Mungu amechukua. Ni moja ya vitu ambavyo alipanda mwenyewe. Amechukua mali yake. Mimi hapa nimekufa, Bikira Glory ni daddy, we miss you daddy. Kama ingekuwa lazima kurudi na kufimbo ningerudi na watandika kabisa. Piga injili, soka mbele. Kama na moja ameondoka jina, soka mbele. Haleluya. Bwana apewe sifa. Muulize Daudi, mtoto amekufa, si ndio? Wakati anaomba dalili yuko wapi? Kwa hiyo maombi dalili, mtoto amekufa anaanza kusema yeye tukimwambia sasa atakufa kabisa. Akasikia. Mzee akashuka akamwambia nipeni maji kanao, nipeni uji, kafungua tukatulia anapiga story. Akasema akamwambia vipi mzee? Akamwambia sasa alipokuwa kwangu alikuwa katika uwezo ameondoka, mimi ndio nitakaenda, sio yeye aje tena. Bwana apewe sifa. Amen. Ayubu anasema
jina la Bwana libarikiwe. Anasema katika mambo hayo yote, narudia tena, katika mambo hayo yote hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa pumbavu. Kuna kumwazia Mungu kwa pumbavu. Kwa nini Mungu amechukua mume wangu? Kwa nini Mungu amechukua mwanangu? Hiyo kwa nini unamwazia Mungu pumbavu? Naomba tujiepushe leo vitu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini Mungu? Kwa nini? No, unataka nani achukuliwe mwanae? Wewe unataka achukuliwe nani? Achukuliwe nani? Dada sana, kwa nini umechukua mume wangu? Wewe unataka achukuliwe nani? Achukuliwe mababadi? Kwa nini ukifikiria vitu tunamwazia Mungu kwa nini? Kwa mbavu. Yaani wewe kwamba unaona kama wewe umeonewa, halali ilikuwa ni mababadi ndio ondoka. Kelele ya baba. No. Ni mawazo au fahamu juu ya Mungu. Ndio maana sema cha kwanza ufahamu ukue. Tena ufahamu uweze kupambanua mema na mabaya. Amen. Akili zizoeleshwe. Akili kwa nini? Zizoeleshwe. Hata siku moja hutaona na posti. Hata siku hii hutaona na posti. Mimi mamangu alikufa alikuwa mdogo. Hutanishika siku moja na lalamika mama alikufa nikiwa mdogo. Haipo hiyo. Amemaliza menda. Mimi nitafanya nini? Kaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunamwona Ayubu tajiri katika nchi ya Usi. Tajiri kweli kweli. Mali zake zinatumika kwa ajili ya Mungu. Zinapigwa. Zinafanya zinapigwa. Na moja ya mission ya shetani, kwa sababu katika nchi ya Usi, nisikie kwa nini? Katika nchi ya nini? Usi. Shetani aliwini roho za watu wote. Unatambua hilo? Au unasoma tu Biblia unapita kama nani? Unasoma karatasi. Ukisoma pale mwanzo anasema mstari wa kwanza, asema palikuwa na mtu katika nchi ya nini? Mkamilifu, mwenye nini? Na kuepuka nini? Peke yake, mtu mmoja peke yake alikuwa anafanya nini? Mtu mmoja pekee katika nchi nzima ya mashariki alikuwa anamcha nini? Mungu. Ina maana wengine wote shetani afanya nini? Alikamata. Kwa hiyo shetani anataka huyu naye akamate ili nchi ya mashariki amalize watu wote. Lakini jamani kwa tajiri. Sifa yake kwa tajiri. Kila kijadilisha vitego vyake vinakwama. Akaamua kwenda kwa Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Kwa Mungu. Haleluya. Amen. Yaani shetani anaenda kudai kwa Mungu mwenyewe, nataka ukeleni. Mbona ukeleni? Ameenda kwa Mungu. Mungu ameona toka huko na huko vipi? Umeona keleni? Ile keleni umempa mbuzi wengi. Umempa mipunga kule baye na mashamba ya kutosha kule. Ya wenzake inakufa akake hafu. Hebu Mungu piga mashamba keleni. Lakini before Mungu alishakina keleni wapi? Rohoni. Bwana sifa. Alishakina keleni rohoni. Akamwambia keleni, mimi ndimi Bwana Mungu wako. Nikupe nguvu za kupata nini? Utajiri. Kwa kama utajiri ukiondoka, wewe upate kwa nguvu zako, ulipata kwa nguvu asili. Usiulize, niulize mimi, kwa nini Mungu utajiri unaondoka? Maana Mungu ndiye akupa nguvu za kupata nini? Utajiri. Akamfundisha vizuri tena. Akafundisha Ayubu katika nchi nzima, peke ya Ayubu ndiye alikuwa tajiri na ndiye alikuwa anamcha Mungu. Sasa tajiri ambaye alikuwa anamcha Mungu, mali zinaondoka zote. Halo? Halo? Watoto wamekufa, mali zote zinaondoka. Achilia hapo na mwili wake unapigwa na nini? Majipu. Huyo alikuwa tajiri. Alikuwa nani? Tajiri. Mwili unapigwa na majipu. Mkewe anainuka anambia, kufuru. Kufuru ufe. Tukana Mungu ufe. Inatosha. Maana yake nini? Mama alichoka kwa harufu. Maana Ayubu alikuwa anatoa harufu. Hafai. Ukitaka kujua, soma kitabu cha Ayubu. Rafiki zake walienda walipomwona Ayubu habari wakaanza.
Walifika kwa Ayubu, walikaa siku ngapi? Siku ngapi? 3 bila kusema neno. Yaani siku 3 za kuomboleza. Wanaangalia hii maiti, hii tukizika kichwa kipo wapi? Yaani haeleweki. Haeleweki, yani alikuwa kama tufe. Maana hana kucha za kujibunia, anatumia nini? Vigae. Kucha zimefoka. Tajiri anakuwa katika level hiyo. Lakini bado, come on. Haleluya. Haleluya. Bado amkufuru Mungu. Mkono wewe kufuru ufe. Ambe wewe usiwe kama mwanamke nini? Sasa mwanamke mbafu. Jamani. Watu wa Mungu. Tunaelewana? Amina. Tunasikizana? Amina. Bwana Yesu anapewa sifa. Amen. Oh, revival, uamsho unategemea hali zote 3. Rohoni, kiuchumi na kimazingira. Sasa hivi tunaangalia vitu vya upande wa rohoni, tuangalie mwilini. Tunahitajika kuwa na uwezo wa kifedha, uwezo wa kiuchumi. Sawa? Uwezo wa kiuchumi wa Ayubu ulifikisha sehemu shetani mwenyewe akatetemeka, akaenda kuomba kwa Mungu, nisaidie. Na kupambana na mtu. Anapewa sifa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uchumi ukikaa vizuri, hakutakuwa na kulialia. Excuse hazitakuwepo. Watu watakimbizana kwa kazi ya Mungu. Watu watashiriki vitu, hatakuwa na matangazo. Lenge haitakuwepo. Watu wenyewe waliobarikiwa rohoni watatoa. Maana ndani ya roho tayari wameguswa. Mungu akikupa milioni 6, kutoa moja huoni shida. Mungu akikupa laki, kutoa 20,000 huoni shida. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya roho umebarikiwa ndani ya roho. Amen. Bwana apewe sifa. Baraka zinaanza ndani ya roho, sio mwilini. Zikianza mwilini unakuwa binafsi. Halo. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Baraka zikianza mwilini, hizo sio baraka. Huo ni utajiri. Kuna tofauti ya baraka na utajiri. Wapendwa, mnaelewa? Amen. Kuna tofauti ya baraka na utajiri. Sawa? Utajiri ni kuwa na vitu. Sawa? Lakini ndani yake hana utoshelevu. Amina. Ndio maana Baresa mpaka sasa inatengeneza madarasa. Bwana apewe sifa. Ndani tajiri. Si ndio? Anatengeneza madarasa, anatengeneza nazi. Si ndio? Wakina mama kwa kutengeneza nazi na nazi. Mandazi tunapika baba na anapika mandazi. Ni tajiri huyo. Hana utoshelevu. Anatamani kila pesa ya Tanzania iende. Sasa tunafanya nini? Mwenyewe anasema, kila pesa anaitaka yeye. Sawa, anaitaka yeye yapake. Yam. Anatamani apika mandazi kumitaani kama inawezekana hata akate shingo. Apike mandazi yeye. Hakuna utoshelevu. Sawa, hakuna nini? Utoshelevu. Lakini mtu aliyebarikiwa anakuwa na utoshelevu. Haleluya. Anakuwa nini? Na utoshelevu. Anatosheka. Hawezi kuwa amebarikiwa jirani yake analala njaa. Na atatoa bila kelele, bila kuomba. Kamulize Baresa, wanasimama pale wakati pale barabarani watu wamenyosha mikono hivi. Wanasubiri, wanaweza kakata siku nzima wanasubiri. Mzee kuna nini kwa wapo akitoka pale anarusha 1,000, 10,000, wanagombania gari. Hata kushukana anafaa kukusha hivi kwenye kioo. Kuna utoshelevu. Bwana Yesu na apewe sifa. Amen. Kwa hiyo tofauti ya utajiri na utoshelevu. Au mtu aliyebarikiwa. Mtu aliyebarikiwa anaanzia rohoni. Sawa? Anaanzia rohoni. Roho inatengenezwa. Na ndio maana tukasoma
kubariki kwa baraka zote za wapi? Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Katika ulimwengu wa roho tayari nimeshabarikiwa. Nina kila kitu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ninapokuja mwilini ni matumizi yanafanywa, yani yanatoka, yani maelekezo yanatoka katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Fanya kitu fulani. Hatuna shimo la toka ni kachimba. Una laki zangu mbili, unaenda unachimba. Kwa sababu direct instruction au direction zinatoka rohoni, hazitoki kwenye akili zako hivi. Kwenye akili hapa kuna vikuba, nyonya damu, sijui fulani, sijui sijala kuku siku nyingi, sijala ubwabwa siku nyingi. Haleluya. Haleluya. Kwa hata ile sadaka ile ulikuwa unataka kutoa shilingi 10,000, unaanza kupigia hesabu. Nikitoa 2,000 hapa, fungu la dagaa. Mbaki 8,000 hapa. Hapa nikitoa dagaa takula vitu tu, nyanya. Tayari zinaputika. Mwishoni umebaki na shilingi 100, unakuja kwa kikapu pale Kongono. Nini? Binafsi. Lakini kama baraka zimeanzia rohoni, vyovyote unaweza kufanya. Hata ukilala njaa, jijaze mata. Bwana kwa sifa. Lakini Mungu utampa kipaumbele. Watoto wote wamechukuliwa. Mali zote zimechukuliwa. Watoto wamechukuliwa, anasema Bwana ametwaa. Jina la Bwana. Hello. Bwana kwa sifa. Bwana kwa sifa. Mtu wewe kaa ufikirie kitu wewe. Kaa ufikirie. Sio kitu kawaida. Hilo sio jitu la kawaida. Bwana Yesu napewe sifa. Amina. Bwana Yesu napewe sifa. Amina. Bwana Yesu napewe sifa. Amina. Haya. Naomba tusome tena. Tukisoma Biblia nasema sura ya 2 ya kitabu cha Ayubu hicho. Sura ya 2. Sura ya 2 tuone pale. Tusome kuanzia ule mstari wa 3. Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa ulinichochea juu yake, ili nimwangamize pasipokuwa na sababu. Shetani, mstari wa 4. Shetani akamjibu Bwana na kusema, ngozi kwa ngozi, naam, yote aliyo nayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake. Mstari wa 5. Lakini sasa nyoosha mkono wako, uguse mfupa wake na nyama yake, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza tu uhai wake. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigae cha kujikunia, akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Mstari wa 10. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo, je, tupate mema mkononi mwa Mungu?
nasi tusipate na mabaya? Katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tunapata kasomo tena hapa. Amerudi awamu ya kwanza imeisha. Amepiga watoto mali zote. Baada ya Ayubu kasimama. Anarudi awamu ya pili. Awamu ya pili. Sasa mimi nataka nifundishe katika revival uamsho. Mtu anaposimama Mungu anajisikia. Mtu anaposimamia maadili, simamia kweli, Mungu anafurahia. Halo? Sikia mambo kweli. Mtu anaposimama kwenye haki, kwenye nini? Kwenye haki, Mungu anafurahi. Na vita ya shetani na Mungu ilikuwa ni Ayubu ndio aicheze. Halo? Ayubu ndio anacheza. Anaonyesha haki ilivyo. Anaonyesha jinsi alivyobarikiwa rohoni na mwilini. Alivyobarikiwa rohoni na mwilini. Anavyosha mstari. Hii haikupingika. Kama ni kunyoosha lazima unyooshe. Kama ni kunyoosha lazima unyooshe. Ayubu ananyoosha mstari. Anasema shetani anamwambia Bwana Mungu anamwambia unaona Ayubu? Pamoja kama mlichochea, vipi unaona ile jembe langu hilo? Kuna watu mbinguni, mbingu zinaona ni majembe. Haleluya. Bwana kwa sifa. Kuna watu mbingu zinaona ni majembe. Sio unaelewa ninachosema? Unaelewa ninachosema? Kuna watu mbinguni wanaona kuna majembe duniani. Na kuna watu mbinguni wanaonekana kama hapa duniani wanaonekana kama jalia. Lakini kuna watu mbingu zikisikiangalia zinaona Yesu lile jembe lipo. Na Mungu hawezi kubariki mtu ambaye ni lialia. Anapa mtu jembe. Analikipa ile jembe litafanya kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Anamwambia umemwona Ayubu? Akasema ngozi kwa ngozi. Masuala mengine haya yote mtu haina shida nayo. Piga ugonjwa. Haleluya. Weka udhaifu ndani yake. Sawa, watoto kitu gani? Cheka sahau. Ng'ombe ni kitu cha sawa. Weka udhaifu ndani yake. Umeelewa nake? Kwamba sasa weka udhaifu. Weka udhaifu ndani yake. Weka udhaifu. Ukimpiga udhaifu tu huyo anakuacha. Kwanza nafikiria alikuwa tajiri. Sasa amekuwa tena maskini. Alafu tena ni mgonjwa na hana jamaa kumsaidia tena. Watoto wote wameondoka. Piga ngozi uone. Mungu akamwambia haya nenda akuruhusu ila uhai wake tu ndio utunze. Haleluya. Watu wa Mungu haleluya. Haleluya. Unajua pamoja na yote kwa nini tunafeli katika masuala ya kuwa na revival katika ulimwengu huu? Tunafeli kwa sababu ya woga. Tunafeli kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya nini? Ya woga. Hakuna mtu mimi namsifia na nitaenda kumsifia maisha yangu yote kama kwa jima. Amina. Alichokifanya ni kitu ambacho ndio Biblia inasema. Yes. Hii Biblia. Usikwepe Biblia hata siku moja. Kama ni kufa tu nitakufa tu. Ishi linaondoka lini? Haleluya. Ishi linaondokaje? Kuondoka nitaondoka. Hakuna kitakacho milele. Magufuli kwa wapi leo? Tumemsahau. Hawezi kuona watu wanatekwa ukaanza kuchekea. Kuna mtu alisema wanaanza na viongozi wa siasa. Wanaharakati mwisho watakuja viongozi wa nini? Wadini walisema sasa hivi wanaoiwa ni nani sasa hivi? Viongozi wa dini. Wakimaliza viongozi kwa shirika. Hakuna aliye salama katika hili. Naomba nikwambie kweli. Hakuna aliye salama bila kukemea. Sio kuogopa. Tatizo kubwa tulionalo. Tunamwamini Yesu. Alafu tunamwogopa shetani. Halo? Tunamwamini Yesu, tunamwogopa shetani.
La kwanza. Cha pili, tumekuwa machawa kuliko maelezo. Sasa hivi tunataka nchi Tanzania ni machawa. Yaani bila kuwa chawa huli. Bila kuwa chawa huli. Bila kuwa chawa huli. Watu wanatekwa. Yaani hatusemi. Tunaogopa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kuenda na mtu ambaye sijasema. Ukisoma habari ya Daudi, alikuwa na makomando wake. Alikuwa na nini? Na mashujaa wake. Mashujaa wa mfalme. Na waliomsaidia Daudi kutawala ni mashujaa wake. Umeelewa vizuri? Ni nani? Mashujaa wake. Ndio waliomsaidia Daudi kutawala. Siku moja Daudi wakati Israeli imezungukwa na Washamu, kulikuwa na Wafilisti. Anasema natamani maji yanayotoka kwenye kisima. Hicho kisima kiko Yerusalemu. Kile kusema tu, komando mmoja watatu wakavuka, wakaenda kuchukua maji, wakamletea. Akachukua ile maji, akasema siwezi kunywa maji haya, ni damu za watu. Maana mji mzima umezingirwa, au jamaa walipitaje? Bwana Yesu anapewa sifa. Sasa kinachokosti Ukristo leo, kwa nini tunakuwa na Pentekoste ambao hauna ladha, hauna matokeo? Ubinafsi na woga. Woga ndio unatusababisha tunashindwa. Halo. Amen. Halo. Amen. Na Biblia inasema woga wazinzi, ndio? Wawachi hata nini? Hata ulitini nini? Falme mbinguni. Kwa nini? Kuna sehemu woga unatakiwa uweke pembeni. Kuna sehemu ukweli lazima usemwe. Bwana asifiwe. Ukweli lazima usemwe. Na kuna sehemu lazima watu wengine wafe, wengine waishi. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatolea macho. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuna kipindi ambacho kama kanisa tutakaa kimya, nchi itaangamia. Kwa hiyo tunapozungumzia revival, lazima fike sehemu shetani atambue huyu Ayubu. Kwa nini anamcha Mungu? Kwa sababu Mungu amempa ng'ombe, amempa watoto, akapiga ng'ombe na watoto. Bado anamcha Mungu, akamwambia ngozi kwa ngozi. Akaenda kumpiga Ayubu kwa majipu kuanzia uwayo wa kichwa kwa mguu mpaka nini? Kichwani. Kapiga jamaa, baada anatumia vigae kujikunia. Kwa nini? Sawa, mke wake anamwambia sikiliza mume wangu, mpaka sasa unashikamana na ukamilifu wako. Tukana ufe. Hii mateso nini haya? Bwana kwa sifa. Tukana ufe. Akamwambia wewe, tupoe mema, mabaya kwa kila nani? Anapewa sifa. Yaani haya mabaya, hii mishiba iende kwa kila nani? Mishiba nani afiwe? Na mimi pia nifiwe. Na mimi pia nife. Sio afi kwa jirani. Kama Bwana apewe sifa. Haleluya. Mungu anaangalia viwango vya rohoni vya mtu. Hawezi kufanya kazi na mtu ambaye viwango vyake viko duni. Hawezi kukubalika kama viwango viko duni. Anaangalia huyu mtu atatetemesha shetani. Maana yake ni nini? Katika nchi ya mashariki, Biblia inasema mtu mmoja tu ambaye hakuwa na mabudu shetani ni Ayubu. Umeelewa vizuri? Katika nchi nzima kama watu wako milioni 60, mtu anayemcha Mungu ni Ayubu peke yake. Ni Ayubu peke yake. Na Mungu alitengeneza rohoni, akamfanya, akabariki. Sio kumfanya tajiri, alibariki Ayubu, sio tajiri, alibarikiwa. Na ndio maana hata ile mali ilipoondoka hakuacha kumkamata, alibariki. Wewe kwa tajiri, mali zikiondoka, unaanza
Anaanza kutafuta huko na huko, kupambana kuiba. Lakini kama ulibarikiwa, zikiondoka unamwangalia kubariki. Kwa nini umechukua mali mfalme? Kwa nini umezichukua hizo mali? Msemezane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akueleza sababu. Inawezekana umekosea kanuni, umekosea masharti yake. Maana nimefundisha siku nikasema hivi, kila kitu kina kanuni. Utajiri una kanuni, kwa Mungu una kanuni, kwa shetani una kanuni. Nikakwambia kwa shetani ndio maana unakuta mtu anaenda kwa mganga, mganga anamwambia mtoe mama yako. Ile ni kanuni ya kiroho. Akishatoa anaanza kuwa tajiri. Hawezi kuwa tajiri alafu uende kwa mganga. Anaanza kwa mganga ndio anakuwa tajiri. Na sisi tunaanza kwa Mungu ndio tunakuwa tajiri. Amina. Halo. Halo. Ukiona umekuwa tajiri bila kwenda kwa Mungu, huo ni utajiri ambao sio baraka. Huo una njia zake. Baada ya muda unashangaa umefanya nini? Umekwisha. Wakati unakuwa kuna mabasi yanaitwa Lupero, Matema, leo yuko uliza tu Matema, wakati Lupero wako wapi? Ni habisi teke. Mbea kule kuna Matema Beach, basi zimejaa, ni basi zinatikisa kwa kweli. Zote kaskazini kuna mabasi mengi. Moja likamua tajiri wake barabarani. Tajiri ametoka, amepaki gari, anavuka barabara na hoteli kwake. Gari lake hilo likampitia. Basi yake likampitia. Baada ya kufa mali zote zimeisha. Bwana Kristo, kuna baraka na utajiri tofauti. Baraka na nini? Na utajiri vitu tofauti. Utajiri ni mali umelipikiziwa na ufahamu na juhudi zako na mipango yako mingi tu umefanya. Lakini baraka ni mipango na jengo la Mungu. Anaweka mtoshelevu, anaweka na ulinzi, protection. Hapa shetani anaenda kuomba ruhusa. Anaenda kuomba ruhusa kwa nani? Kwa Mungu. Je, naomba basi nipige watoto ndio hayapiga. Anaomba kwa nani? Mungu akisema no. Lakini utajiri, shetani anaamua sasa hivi nachoma nyumba yake. Sasa hivi kuku wake wale napiga kideri wote. Haleluya. Haleluya. Hapa tunaona shetani anaenda kuomba ruhusa hata kugua. Kwa hiyo anaomba ruhusa. Wewe kugua tu dakika 3 tayari kwa hivi ndege sijui nini. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amina. Anaenda kuomba kibali. Sasa Bwana ngozi kwa ngozi. Mali za mtu zote vitu vyake vyote anaweza kachana nazo, lakini hapa swala la ngozi tutamwenda. Sasa akaomba nenda akagusa, lakini uhai wake usicheze. Usicheze. Tunza. Alama mashariki. Tunza. Anaomba nini? Soma pale maandiko. Soma amesemaje? Uhai wake afanye nini? Soma. Bwana akamwambia, mstari wa 6. Bwana akamwambia shetani, tazama yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza tu uhai wake. Tunza uhai wake. Kwa hiyo tena sasa adui shetani anapewa kazi ya kutunza. Ya kutunza uhai wake Danieli. Wangapi umeelewa? Umeelewa? Kwamba shetani anakuua chinja nini? Anaambiwa sasa tatunza Anthony. Kwa hiyo vipepo vyote hivi, majini vyote hivi, makata yote vikisogea anapiga yeye. Yeye anavipiga visogee kwa nani? Kwa Anthony. Bwana tuwe sifa. Ndio akasema mmemtia mwana wale, si ndio? Ndio kachukulia hapo ndio anasema unatoka hapo Bwana posi akamwa tunza uhai wake. Akapiga mwili wake. Mke wake shetani huyo akaenda kwa mama. Haya mama, wewe si ndio mshauri mkuu wa mzee hapa? Anamwambia mzee sasa baba Dani. Sasa baba Dani si tukale tu Mungu ufe tu baba. Maneno yalitoka kwa baba Dani. Anamwambiaje?
Soma hapa. Kasome bado wote. Nisome mara moja. Majibu ya Ayubu kwa mke wake. Mstari wa 10. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu? Yes. Tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Kama mbona? Yaani tupate mema tusipate na mabaya. Ili miswa tutapata mema na tutapata nini? Mabaya pia. Na ndio maana wanafunzi walimwambia Yesu, akaambia mtapata mara na nini pia? Na udhia. Lazima na udhia utapata. Sawa? Udhia utapata. Na ukipata shukuru. Ndio maana Ayubu anasema Bwana ametoa. Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Yes. Nimefiwa na watoto wangu. Bwana barikiwa. Sigili barikiwa. Kwa nini? Nitaka nani afiwe? Nani afiwe? Ambaye anastahili kufiwa. Mimi nastahili kufiwa. Tena nikiwaambia Bwana, jina lako ni nini? Umechukua mwanao. Si umemleta wewe. Sio mali yangu, mali yako. Amerudi kwako. Akaona hapa shetani ngoma imepiga chenga. Maana sasa yani hapo ndio kama asingekuwa rohoni Ayubu mbarikiwa, angeweza kutafuta mchana. Kama ndoga hao watu wamenogea mwanangu, nake kugombana na majirani, kugombana na huko, kugombana na huko, kugombana na huko, kugombana, ndugu wasemezana. Akasema no. Hapana. Jina la Bwana lifanini? Barikiwe. Haya najua sasa ngozi kwa ngozi ndio ngumu kuliko zote. Ngumu. Tajiri wa mashariki nzima leo hii amekaa chini kwenye majivu, anajikuna kwa kutumia nini? Vigaya. Kucha hana, anatoa harufu. Baraka zinaenda kwa mtu ambaye rohoni ameshika. Baraka zinaenda kwa mtu ambaye rohoni ameshika. Na ndio maana tukaanza somo letu kuangalia vitu vya rohoni. Alafu tuje kwa mwili. Mungu hawezi kuleta revival kama haya mazingira hayajakaa vizuri kwetu. Lazima rohoni tukae vizuri. Akitoka atuimarishe kichwa. Atuimarishe kichwa. Bwana Yesu anapewa sifa. Bwana Yesu anapewa sifa. Mungu ukisoma kitabu cha Mwanzo, tukirudi pale Mwanzo, Mungu alipomuumba Adamu akampa maelekezo. Sura ya kwanza, katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo, tukirudi pale tusome sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka ile 28. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, watawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kitambaacho. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Aliwaumba. Mungu akabariki. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni
zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoo mbegu, sawa, ulio juu ya uso wa nchi yote, na pia kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani na kila kitambacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mungu alipomuumba akampa mamlaka ya kutawala kila kitu. Tena akamwambia akazae na kuongezeka na kuitiisha nchi. Bwana pewe sifa. Na kuitiisha nini? Nchi. Na kuitiisha nchi. Tawala. Ongezeko. Mungu alitamka kwa Adamu. Ongezeko. Blessing, baraka alitamka kwa Adamu. Akachilia baraka. Kwa hiyo zilianza tangia awali. Tukisoma kitabu cha Mathayo sura 15 mstari wa 36, mmoja kanisome pale, tunamwona Yesu analeta kitu fulani ambacho tunakiona akikifanya Elia. Hicho kitu tumoja nisome pale Mathayo sura ya 15. Haraka. Darasa, naomba haraka. Wanafunzi hamna? Mathayo sura 15 36, soma. Baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba. Mathayo. Nitasoma Mathayo 15:36. Akaitoa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, na wanafunzi wakawapa makutano. Asante. Akachukua samaki na mikate, akafanya nini? Rudia tena. Akaitoa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Endelea. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate makanda 7 yamejaa. Bwana pewe sifa. Soma tena Mathayo 14:19. Mathayo 14:19, soma tena. 14:19 Mathayo 14:19. Akawaagiza makutano waketi katika majani, akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wakawapa makutano. Nisomee na ile tafsiri ile Elia katika Falme, tafsiri Elia. Sasa naomba tuangalie tafsiri Elia. Tunamwona Yesu. Tunamwona nani? Yesu. Ndicho nataka kufundisha leo, kwamba ili baraka zilivyo tofauti sana. Baraka ziko tofauti sana. Na ukuaji wa kiuchumi ni Mungu atusaidie sana. Kama tukifuata kanuni za kiungu na tukienda kama anavyotaka, ni vitu simple sana. Tunamwona mtaji alionao nani? Yesu. Tumeona mtaji, ana mtaji wa samaki wangapi? Samaki wangapi? Na mikate mingapi? 5. Inalisha watu wangapi? Alisha watu wangapi? 5,000. Sasa tukirudi katika ukuaji wa kiuchumi, eneo la kiuchumi kukua, tunatuangalia tutumie formula
hii ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa na samaki 2, alikuwa na mikate 5, alafu mbele yake kuna uhitaji wa watu 5,000. Hao ni wanaume, nje ya wanawake na watoto hawakuhesabiwa. Watu tukipiga hesabu katika majumuishi au katika majumuiya, wanawake wanakuwa mara 2 ya wanaume. Hata hapa tukipiga hesabu, wanawake watakuwa mara 2 ya wanaume. Kokote hiyo ni mkutano wa kisiasa, chochote kile, ukialika watu njoni, wanawake walikuwa mara 2. Sasa piga hapo, wanawake walikuwa ni 10,000. Sawa? Watoto tuseme 5,000. Ukipiga hesabu unapata watu ngapi hapo? 10 na ngapi? 18. Watu 18 wanalishwa na samaki 2 na mikate 5. Lakini kabla ya kuwalisha, hii sura ya 14 mstari wa 19, kuna jambo Yesu analifanya. Anasema akafanya nini? Akaibariki. Sawa? Akaibariki. Sasa tunapozungumzia kubariki katika Agano la Kale ni kumultiply, kuzidisha. Sawa? Hesabu ya kubariki ni kuzidisha. Nikisema Anthony amebarikiwa, amezidishiwa. Kama alikuwa na 3 zimekuwa 9. Sasa Yesu alichofanya ni kuzidisha, apate sawasawa na hesabu ya watu waliokuwepo. Bwana apewe sifa. Alipiga hesabu ya watu waliokuwepo, akaona hesabu yangu nina watu 18 na nina vitu hivi viwili. Ninachofanya ni kuzidisha, kila mmoja apate. Bwana apewe sifa. Kila mmoja farini apate. Kwa hiyo hizi ni hesabu za kimbingu. Chochote ulicho nacho, kinachotakiwa uangalie ni uhitaji ulioko mbele, alafu hicho kitu ukilinganisha na huo uhitaji. Mfano, Mama Godi anamiliki duka la kushona. Sawa? Sasa unachotakiwa kufanya ni kuangalia idadi ya watu wa Boko. Idadi ya watu nini? Boko wanaovaa. Alafu ukishaangalia idadi ya Boko, unaenda nayo mbele za Mungu. Mungu, mtaji wangu ni wa shilingi 5,000. Watu wako 20,000. Nataka huu mtaji uwatoshe hao watu. Halo? Tarudia tena. Yesu alikuwa na vitu 7 tu. Tunaposema mkate hapa, hatumaanishi vile sugar. Kumbuka, hatumaanishi yale family bread. Sawa? Awe mikate barehe. Hapa akizungumzia mikate, alikuwa anazungumzia vidogo. Maana huyu mtoto alipewa, maana vilikuwa vinamtosha mwenyewe. Sawa? Ni kama vile visconzi vidogo. Visconzi. Alikuwa mtoto kwamba vitamsaidia kwenye hiyo nini? Shughuli anayoenda. Sio ile mikate makubwa kwamba amejaa mezani. No, ni vidogo. Na ndio maana Yesu alivishika akavinua juu. Akamshukuru Mungu, akavibariki. Akavizidisha. Sasa mtu ambaye tayari rohoni kumebarikiwa, una uwezo wa kuzidisha, kuitamkia biashara, kuitamkia kazi, kuitamkia na ikasikiliza. Amina. Bwana pesa. Kuitamkia biashara, kuitamkia mtaji na utauzidisha. Ndio maana akasema tuanze rohoni, alafu tuje wapi? Mwilini. Tusipoanza rohoni tukashika vizuri rohoni, mwilini tunapokuja mwilini, utaona kama mchungaji anaona vitu vigumu sana. Kwako vinakuwa vigumu. Kwa nini vinakuwa vigumu? Shule ya rohoni haukaa vizuri. Bwana apewe sifa. Ni kwamba Yesu alikuwa rohoni vizuri. Si ndio? Amina. Alikuwa vibaya? Vizuri. Alikuwa nini? Vizuri. Na amesema kazi nizifanye na kubwa zaidi ya hizi. Kama
Ni zipi sasa? Alifanya kazi gani? Alilisha watu elfu. Alifufua, aliponya. Anasema naam, na kubwa zaidi ya hizi. Yaani kiwango kikubwa. Yaani tukafanya Yesu alifanya katika kiwango kidogo sababu alikaa muda mfupi. Sisi tutafanya hizi kazi katika viwango, katika kiwango nyingi kwa sababu tutakuwa tuna muda mrefu. Kwa hiyo tunaporudi hapa, hebu nisomee Elia. Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza. Ya mafuta. Mafuta. Na Biblia inasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Lakini aliomba mvua ifanye nini? Isinyeshe. Kwa miaka mingapi? Mitatu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sisi ufahamu wetu tu tukiutwiki ukakaa vizuri tunaweza tukafanya. Halo? 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 Kuna vitu ambavyo tunaweza kufanya. Huyo Yesu sio kutoa pepo tu, waponya magonjwa tu. Tunasema tunamtumia Yesu mbaya. Yesu ndiye anatumika kila eneo. Nisome kama hapa. Wafalme wa pili 4. Wafalme wa pili 4. Kwa habari ya mwanamke mjane. Yes, kuna mafuta ambayo alikuwa amimina mpaka vyombo vikaisha. Mpaka vyombo vikaisha. Wafalme wa pili sasa. Wafalme wa pili sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Nisomee. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili wewe tafutia Elia. Wewe unasoma Elisha, wewe tafutia Elia. Endelea kusoma. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Mstari wa 3. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje na jirani zako wote. Nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo ukavimiminie vile vyombo vyote, na ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Mstari wa 5. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe, akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Amen. Bwana sifa. Umeona? Mazidisho hayo yameendana na uhitaji. Watoto wake wawili ana watoto wake ngapi? Wawili. Ana wadeni. Sawa. Akawaenda kachukue vyombo. Kwa vyombo vilipoisha, na ndipo kila kitu kilifanya nini? Liko. Lakini ni biashara ya mazidisho. Elisha ameanenda, fanya hivi, isitaki fanya hivi. Na ukisoma Elia naye alifanya hivyo. Msoma Elia naye. Wafalme wa kwanza 17. Anasemaje?
Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule mkate. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Elia. Amen. Bwana anamwambia pipa haitapungua mpaka kipindi ambapo hii njaa itaisha. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo natamani tuweze kubeba. Hata kama una biashara kadogo, anza kukaplania. Anza kuplani kutokana na mahitaji ya mji ulioko. Anza kuplani kutokana na mahitaji yaliyoko. Halo? Hata kama unafuga kuku, piga plani ya kulisha boko nzima. Usipige plani ya kulisha watu. Piga plani ya boko, piga plani ya kibao. Alafu anza na hao kuku wawili. Halo? Mungu akamuuliza Musa, una nini mkononi? Sawa, hakumwambia chukua, akamwambia una nini? Una nini? Akamwambia iko fimbo, akamwambia hiyo. Tunaanza na hiyo. Mungu haendi kuanza na wewe pasipo kitu. Yaani usilale nyumbani tu kalala ukafikiri kwa siku nitamka nitakuwa tayari nimebarikiwa. Anza kutafuta baraka. Zinatafutwa. Ndio maana akamwambia Musa, una nini mkononi? Una nini? Elia anamwambia mwanamke, haya, pika, niletee nile. Tena tengeneza kwa ajili ya nafsi yako na mwanao. Lakini nakwambia hilo pipa na mafuta hayajaisha. Maana ni nini? Ni ulimwengu wa kuzidisha. Baraka zinaanzia ulimwengu wa roho. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Bwana kufundishe. Bwana kufundishe. Hivi unawaonaga watu ambao wanafanya biashara kwa kutumia uchawi? Si unaona? 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 Anaweza akafika pale kibandani kwake akafagia akafanya nini akatema maneno yake aliyofundishwa na nani? Na nani? Na mganga. Mwingine anaweka vitu huko anaongea na atafuna. Ni masharti ya nani hayo? Anauza hauzi. Anauza hauzi. Sasa tumia akili. Kilo. Sisi tunageuka tunaenda upande wa Mungu. Sawa? Na wewe unaenda kwa biashara yako asubuhi, unafika kwa biashara yako hata kuomba huombi. Wateja hawiti. Sawa? Yaani umefika kwa biashara, umekaa umenuna kama vile umetoka kupigwa sindano za tetanus. Yaani hata mpiga akija yeye akusalimie. Hata kama kia hauna. Yaani hata kumkaribisha huongei naye. Yaani mteja unaona kama nyanya chungu. Maana nyanya chungu ndio inachukiwa kweli. Ndio mteja unaona hivi. Fika kwanza kwenye kuna nani kile moja napendaga sana, dada fulani wa saluni. Hiyo naipenda sana kila wakati naangalia. Hiyo saluni ya wadada wana worship. Yaani wanaabudu paka la. Yaani sasa sasa hivi yaani
nani kama wewe Bwana. Yani natamani hata kama yani nasema mbona anza wakema mmepata bahati hivyo. Yani kama kina mama Zaburi ni hiyo kwa taifa lako. Sio, yani kama mnaweza nenda hiyo. Mke wangu wewe ukisema unaenda mimi na kusindikiza, twende mke wangu, maana ndio hapo unapata na upako. Sio na shuko la Masai huko wala kutembea mate maarufu kibao. Nenda ile kina dada wale wanaabudu. Maana kwa sasa kuna biashara tunafanya, kuna biashara kile na biashara nzuri, lakini tuuza biashara mwenyewe ukimkuja kanuna, yani kakunja kiki yani. Baba God. Funga hili kidogo. Haleluya. Bwana pewe sifa. Kuna jinsi ya kufanya. Tusifanye kama vile tumelazimishwa. Tufanye katika uona. Amina. Ingia kwenye sehemu ya biashara. Ushukuru Mungu kwanza. Mwambie asante kwa kuniamsha. Asante kwa biashara yangu hii. Ninaomba wateja waje. Na waita kokoto walipo. Na waita walipo. Wale wanaoenda kwa ganga wanaambiwa semea biashara yako. Wewe usemeje? Wewe unasemea kwao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni vita ya kushindana katika ulimwengu wa roho. Amina. Ni vita na anayeshinda ni yule ambaye ameshinda kiroho. Mmeelewa ninachosema? Wafanya biashara mnanisikia? Wafanya biashara mnanisikia? Hii ni vita ya kiroho. Amina. Unaita mtu rohoni. Bwana leo naomba niletee wateja tena yenye fedha, yenye kununua. Biashara ishe. Boko nzima waje kwangu. Wasichangae tu maduka wenzako ya Pemba wanajazana kule. Wanajua namna kuita. Wanajua kuita kivyao. Watu wanakimbizana. Wewe unabakia tu wale pale, wanasaidia miguu ya watoto, sijui mikono ya watoto. Tafuta wewe upako. Amina. Bwana sifa. Acha kulalamika. Haleluya. Acha kulalamika. Ita na wewe watu. Wote kama watakuja. Kwa biashara tunafeli. Hatui na fedha kwa sababu hatujui kanuni. Yesu akashukuru. Akabariki. Akafanya nini? Akabariki. Mikate mitano. Samaki wangapi? Wakala watu wangapi? 18,000. Na kwa nini alifanya vile? Kuna watu wasema kwa moja tu muujiza. No. Naomba tukufundishe kitu moja. Miujiza yote aliyofanya Yesu Kristo ilikuwa ni darasa. Umeelewa? Miujiza yote aliyofanya Yesu Kristo alikuwa anatufundisha. Amina. Miujiza yote aliyofanya Yesu alikuwa anafanya nini? Anatufundisha. Yes. Ni kama vile mwalimu yuko darasani, sawa? Yuko darasani, anachora, anasema haya, anaanza kufanya hesabu ya mzingo hapo. Sijui kimo, si nini anafanya mzingo, atafuta mzingo. Atafuta nini? Mzingo haya. Ni pai mara kipenyo, sawa? Si mara mbili mangapi anafanya ubaoni. Wanafunzi wanaangalia. Maana yake ni nini? Wakikutana swala fanya nini? Wafanye. Na sisi alichokuwa anafanya Yesu alikuwa anatufundisha. Na kama kuna watu ambao walipata mwalimu aliyofundisha katika viwango ni sisi tunaosoma Biblia. Maana kwa sifa. Amen. Lakini tuna shule ambazo tunachukua, zingine tuchukui. Shule moja tunachukua nini? Unajua tunachukua nini? Kukemea. Tunachukua kukemea. Chiko kwa jina la Yesu. Hiyo tunachukua. Hiyo kila mtu nyepesi. Hiyo kisikia kibudi kalia. Toka. Hiyo kila mtu anachukua. Mengine tunamwacha nani? Halo. Kuanzia leo tunapojifunza Biblia ni shule. Tunatakiwa, kwa maana nasema mtu akitaka kunifanya nini? Kunifuata. Afanye nini? Ajikane. Yesu kujikana. Cha kwanza Yesu alijikana. Cha pili akajituka nini? Msalaba.
Kwa hiyo sisi ni hivyo hivyo tufuate. Bwana apewe sifa. Tena katika Mathayo 28 sura ya 9 anasema enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kwa nani? Kwa nani? Wanafunzi. Na kufanya nini? Kuwafundisha nini? Yote nilofanya nini? Nilofanya nini? Sasa wakati analisha watu alikuwa anatufundisha kufundisha. Bwana apewe sifa. Unawezekana ukalisha watu kwa design tofauti. Isio ni watu hao, lakini kuna kitu unaweza kufanya ambacho tayari kama application. Amina. Bwana apewe sifa. Ukazidisha kama mazidisho kwa jinsi fulani. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea Jumapili ijayo na tusimame. Tutaendelea Jumapili ijayo. Hicho kipengele mpaka kiingia akilini. Ushazoea kuombewa pokea baraka, pokea utajiri. Sasa kwa kufundishwa ni ngumu sana. Nazoea kupokea. Nampenda kwa jamaa fulani pokea jamaa. Napenda kwa jamaa ameingiza sasa wanaitania hiyo, napenda sana. Pokea mke. Pokea gari ndio na mafuta. Jamaa anataka mafuta hapo. Haleluya.